Mutegeri wa Wero TV nkugwate ogene kiri mubango jage Karona County yuko robo na arua na utaondo kwirite tukira twina mubunge ono thimenti mheshimiwa Rahim Daud tumumenye nkuruki bire bionde biria wethero kiuria enkethero nkiuria nontuba kurita rako Karimi County na tureaja kwambiriria na mubunge wa Rahim. Karibu sana mheshimiwa. Asante karibuni kwangu. Asante sana. Mbere salimia wa Meru hata na Kimeru. Mugeni Antoba Meru na Bano Thimenti na karibuni. Mheshimiwa, tumekuja hapa tunajua Rahim as the MP na swali langu la kwanza nitakuuliza Rahim ni nani? Mimi nilizaliwa Maua. Tulikuwa Kangeta mimi na ndugu zangu, lakini mama yangu ndio alizaliwa Meru General hapo, na kutoka hapa tukaenda, wazazi wakaenda Kangeta. Kutoka Kangeta mimi na ndugu zangu wote wawili wakubwa tulizaliwa Maua General Hospital. Alafu wakati nikiwa kama miaka 7 ndio 6-7 ndio tukarudi tena Meru. Lakini tulikuwa na biashara hapa mapema. Tulihama kutafuta biashara Kangeta na tena tukarudi Meru. Rahim amesomea wapi? Mimi nimesoma Meru Primary. Hapa Meru Primary nikiwa standard 7 nimelimaliza. Kutoka hapo nikaenda Aga Khan Academy Nairobi, nikafanya A levels, nikaenda Ulaya. Lakini nikasoma miaka 2 huko nikarudi. Halafu nilirudi shule tena mwaka wa 2007. Nikafanya degree na nikafanya masters kwa finance. 2013 nika graduate tena with masters. Finance business. Okay. Na kutoka hapo mheshimiwa, uliingia siasa direct ama uliingia kwa biashara? Mimi wakati nilirudi kutoka Ulaya 1985 niliingia kwa biashara, na ndio nilikuwa nikiendesha biashara ya babangu, ilikuwa ya hardware na ya mafuta, na nimefanya kazi ya mafuta karibu 32 years. Nikiwa mimi binafsi. Yes. Okay. Na ni aje ulipata interest ya kuingia kwa siasa? Mimi mwanzo silikuwa nataka kuingia kwa siasa. Ni baadaye nilikuwa nikisaidiana, lakini watu wakati mmoja waliniambia lazima niwasaidie. Ndio nikaingia kwa siasa hapo kutoka 2007. Okay. Na mheshimiwa, wakati uliingia kwa siasa mpaka sasa hivi bado uko kwa siasa, unapanga kuendelea? Sababu tumekuwa tukisikia Rahim mapangi kuendelea, ni uvumi ama unapanga aje? Wakati wa 2017 election, kwanza 2013 wakati niliingia kwa mjumbe, nilikuwa nimesema nitakuwa mjumbe miaka 10. Alafu nikuwe governor miaka 10. Alafu nikuwe president miaka 10. Lakini 2017 wakati niliingia, mwanzo nilifikiria nishafanya kazi ile ninataka na ni kidogo inabakia, so nikasema 2017 itakuwa term yangu ya mwisho. Lakini wakati sasa nilipelekwa kotini na kesi ikakaa, muda ikapita, nikaona sasa kazi ile nilikuwa nimepangia ikaanza kuharibika, ile ya kufanya tafutia wananchi ile nilikuwa nataka. So nikasema basi wacha niendelee, lakini 2022 sitaendea kiti ya governor, naendea kiti yangu tu ya bunge MP. Na ndio nataka kuangalia hata kama BBI itakuwa, nilikuwa nimependekeza, nilikuwa nimeambia viongozi wengine kwamba tunafaa Kenya tukue na 2 terms kwa kila elective seat, kutoka MCA paka president. Kama president ni 2, governor ni 2, basi nafaa hata MCA akue na term 2, MP akue na term 2, women rep, senator, kila mtu. Ndio tusikue tunashikilia viti paka maisha. Lakini nilipendekeza kwa BBI hapa tukiwa slopes, tukiwa na governor na wajumbe wengine.
So sijui kama imepelekwa Nairobi ama bado. Ama bado. Lakini hivyo ndio iko 2022 bado niko kwa MP. Na mheshimiwa, tunajua tunakuonanga kwa siasa sana sana. Wakati uko kwa politics unapenda kufanya nini? Wakati siko kwa politics napenda kufanyia wananchi kazi, watu wangu. Sio lazima nikuwe msiasa ndio niweze kusaidia wananchi. So mimi hufanya corporate social responsibility. Kama jana vile tulikuwa tunafanya mambo ya walemavu, kuwatafutia miguu na mikono, hiyo nilifanya in my personal capacity. Na hata pesa pia nilitumia pesa zangu wakati niliwapeleka Nairobi mwaka uliopita. Natafuta tu pale tunaweza kusaidiana ndio watu waweze kusaidika. Pia zamani nilikuwa nikicheza squash hapa Meru Sports Club, nimerepresent Meru Sports Club hata paka Nairobi. Nikiwa shule nilikuwa nacheza hockey na nimerepresent hata shule yangu Aga Khan. Hata university nikiwa Ulaya nilikuwa na represent nikicheza hockey. So football sijacheza, siwezi kudanganya, na cricket sijacheza. Lakini ile nimecheza ni squash na hockey. Wacha tukuje kwa maneno ya BBI kidogo, sababu ni siasa zinaendelea hadi sasa. Wewe ni mmoja wa wale wajumbe wanasema Meru igawanywe, kuwe na Nyambene County na County ya Meru. Kwa nini unafikiria? Mimi nilisema hata kabla BBI ingie, kabla ya miaka 2.5 miaka 3, wakati tulikuwa na mkutano na waziri Profesa Kaimeni, nilisema ni muhimu Meru County tuigawe mara 2. Shauri pesa ndio tutapata zaidi. Pia mkiangalia kuna ma-counties Kenya yetu ziko na constituency 3 ama 4, na sisi ni constituency 9 Meru County. Na tunafaa hata tuongezewe kwanza constituency 2. Baada ya hiyo review ya census inaonekana kwamba Igembe Central na Imenti South iko na idadi ya watu wengi kuliko inatakikana. Shauri 170,000 ndio threshold ya mwisho. Na Igembe Central nafikiri ni karibu 216 ama 220, na Imenti South pia ni karibu 210 220. North Imenti ni karibu 170 175. Although nilikuwa natarajia itakuwa nyingi hata North Imenti tukate, lakini North Imenti haiwezi katwa. So wakati tutaweza kukata county, pesa zile zinakuja standard, itaongezeka, itapatiwa ya Nyambene na ya Imenti, kila moja itapata pesa yake ile standard figure. Alafu ingine inaongezwa as per population na hizo. So at the end of the day naona tutakuwa na pesa nyingi kuliko ile tunapata kwa saa hii. Wakati ulikuja ukaambia familia unataka kuingia kwa siasa, walichukulia aje? Kuna wenye huwa wana support mtu na wenye huwa wanakataa. Wakati niliwaambia wakati wa counselor, familia iliniunga mkono. Kwanza bibi yangu hata alinitengenezea keki ya PNU. Wakati huo kulikuwa na PNU. Na alisema kama kazi ile ninafanya na saidiana, itakuwa rahisi kufanya nikiwa kwa siasa. Lakini hakujua siasa ni ngumu. Na wakati wangu nitakuwa ninatoka nje zaidi kulikuwa nikuwe nyumbani. Hiyo ndio shida ya siasa. Lakini nilijaribu kucontrol kidogo. Na waliniunga hata paka kwa MP wameniunga. Lakini wameniambia sasa inaonekana sasa nimeingia zaidi, ninasahau familia. Unasahau familia. Lakini nawaambia wacha tu nifanye kidogo. Na 2022 nikichaguliwa, nafikiri sasa nitakuwa nasema sasa nimefanya miaka 20 inatosha siasa. Lakini 2022 itakuwa ya mwisho. Ama Mungu akijalia, sijui sasa akikubali
familia ikikubali basi hata 2027, lakini kiti ile nitaendea ni ya MP tu, sio ya governor kabisa. Hiyo hata sifikiria governor ama senator, ni ya MP pekee. Ama nirudi Rivers pia niende MCA labda, lakini hapana kwa sahihi nitaendea hiyo tu. Na wakati ulianza kuomba kura ukazunguka huku kwa Wameru, walikuchukulia aje? Kwanza ilikuwa ngumu sana. Nikiwa councillor ilikuwa ngumu, lakini vile nilikuwa nishafanya kazi ya kutosha. Shauri kabla ya miaka 30 nilikuwa nimejenga ward ya hospitali. Nilikuwa nimejenga mentally handicapped, nilikuwa nimejenga dormitory. Hata kabla niingie kwa siasa, nimejenga mashule, nimewasaidia watu mali mingi. So wakati nikiingia kwa siasa watu hawakujua ni nani mwanzo. Lakini shauri ilikuwa councillor na ilikuwa ni area ndogo. Kutafuta hata wale wanapiga kura kwanza municipality, hapo commercial ward ndio ilikuwa ikiitwa. Ilikuwa ngumu because ilikuwa ni maduka peke yake. Hakuna watu wanaishi kwa hiyo ward. Kwa hiyo ward watu walikuwa wakitoka zaidi kutoka Ntakira. So naye tulikuwa na Mheshimiwa Mwiradia. Alafu kutoka hapa sasa ni kutafuta wale wanapiga kura municipality hapo commercial, na kuwaongelesha, wakakubali, wakasema wanajua ile kazi ninafanya. Na miaka 5 nilikuwa councillor, sikukula hata mshahara siku moja. Niligawa mshahara yangu miaka 5, na nilikuwa nimewaahidi nitawatengenezea kioski, ndio mtu ule anakula mshahara kama ni mtu mmoja akipata 10,000, nilikuwa nimemtengenezea kioski ya 30,000 ndio aweze kuweka town, ndio aweze kuendelesha biashara yake. Lakini wakati niliingia kwa municipal, meya na watu wake walikataa niweke hizo kiosk. Kwanza zilibomolewa. So nilikuwa nataka kuwa meya, nilikuwa na councillors 5. Ule alikuja kukuwa meya alikuwa na councillors 2, lakini alitafutiwa na ule alikuwa mjumbe. Councillors wengine ndio wanipinge. Lakini mwishowe ningeshinda, shauri chama yangu ndio ilikuwa na watu wengi. Lakini siasa ikaingia na nilishindwa na kura 2 kukuwa meya. Na wakati nilikuwa nataka kuwa meya ndio niweze kubadilisha vile Meru iko. Vile Balala alikuwa amefanya Mombasa na Shakil Shabir alikuwa amefanya Kisumu. Nilikuwa nataka kufanya hivyo. Lakini hata nikiwa councillor nilikuwa napendekeza vitu ya kufanya, ikifika kwa municipal nafungiwa, nawekewa roadblock. Kama nilikuwa nimesema tuweke maji kwa town ya watu kukunywa, mtu akitoka kutoka Maua ama Igoti ama Timau, ukikuja hutaenda kwa hoteli kuomba maji, shauri hoteli haitakupatia. So tungekuwa na watering points all over town. Tumepitisha kwa ile lab trust, ile lab tulikuwa na, sikumbuki sahihi, lakini kulikuwa na fund ya municipal, kila councillor alikuwa nayo ya kufanya development. Yangu miaka 5 yote pesa ilikataa kupitishwa. So nikaona sasa hapa sitoboi, acha niende juu ndio niweze kutoboa. Ndio hapo ndio nikafanya kampeni ya MP. Na nashukuru Mheshimiwa Murioki ndio alinisaidia. Mpinzani wangu ndio alinisaidia, shauri alinitukana paka watu wakauliza huyu Muhindi ni nani. Hata mahali silikuwa najulikana alinitangaza. Na namshukuru sana, alinisaidia. Alinifanyia campaign nusu. Unajua negative publicity is publicity. It's publicity at the end of the day. Yes. Na mheshimiwa, umekuwa ukisema kwa BBI ungependekeza MPs msikuwa mnalipwa mshahara, wanalipwa allowances peke yake. Ni kwa nini unasema hivyo? Mimi nasema sio MPs peke yake. Kutoka MCA paka president. Hatufai tulipwe. Shauri kama tutapunguza wage bill, lazima watu wafanye kazi wakiwa, because wamejipeana. Si ndio kila kiongozi anasema mimi ninajipeana ndio niwatumikie. So ukiwa unajipeana kama kutumikia, unataka malipo ya nini? Sasa wage bill itapunguka. Pia
kama ni wakubwa, kama commissions. Kenya tuko na commissions nyingi, tuko na parastatals nyingi. Kama agriculture iko na parastatals zaidi ya 100. Kweli tunahitaji parastatals nyingi hivyo? Hapana. Tuko na over 300 parastatals Kenya, na kila parastatal lazima iko na chairman, iko na committee yake. Hata hawa wanapata pesa. Iko na CEO na wafanyikazi wake wanapata pesa. Wana matumizi ya magari, ya rent. Hata nashindwa saa nyingine ya nini unaenda kununua maua kila asubuhi, fresh flowers ati uweke kwa ofisi na watu wanakufa na njaa kule nje. So we are over expenditure. Government ina expenditure nyingi sana. Inafaa yote ipunguzwe. Ndio sasa wale wananchi wadogo wapatiwe pesa kama loans. Na tukiamua maybe kupunguza viti, sababu ukiangalia from MCA, MP, women rep, governors, senators, watu wanaargue Kenya we overrepresented. Na ni kweli. Hiyo sitakataa. Kenya tuko overrepresented. We are overrepresented, although kwa MCA tuko sawa. Because wakati tulikuwa councillors kama municipal council ya Meru ilikuwa na councillors 9 elected na nominated 2 ama 3. So tulikuwa 11 12. Lakini kwa saa hii ile municipality pamoja na North Imenti sasa iko na MCA 5 peke yake. Shauri wards ilipanuliwa ikakuwa kidogo, sasa watu wakapunguka. So MCA hawafai kupunguzwa. MPs tunafaa tupunguze wale wako na idadi kidogo. Kuna MP ana watu 170,000 na wenye kura ni over 100,000. Na kuna MPs wamechaguliwa na hata kura 20,000 ile inachaguliwa na MCA. So tunafaa tupunguze MPs mali zingine na tuongeze mali zingine. Senator na MP nafikiri wanaweza kufanya kazi moja. So hata Senate ikienda ni sawa. But Senate na MCA, unaona MCA wanafanya oversight na Senate pia ni oversight. Inaweza kufanywa na MP. It's the same thing. MP ni senator ni MP. National Assembly ni MP. So unajua hata division of revenue inapiganiwa, ilichelewa mwezi 6 shauri, kila mtu anasema mimi ni mkubwa, mimi ni mkubwa. So either National Assembly iende ama Senate iende. One of the two. Kama ni gender, women rep, gender iangaliwe vile itaweza kuwekwa, kama ni kwa Senate ama kwa National Assembly. Na BBI ilikuwa imesema kwamba governor akiwa mwanaume, deputy akuwe mwanamke, wako opposite genders. Do you think una support? Nafikiri hiyo itaweza kuleta shida. Shauri ya ile mtu anapata support. Mtu unajua, kwanza Meru County tuko na shida, hatuchagui wa mama wengi. Kama ukienda upande wa Muranga unapata women MP, single constituency MP, sio women rep wako. Ukienda pande ya Nyanza wako. So Meru kumekuwa na shida. Sasa kama ni county tutaongezewa, yes. Kama Meru County ikiongezewa, then I would say ni sawa. Male governor, female deputy governor, ama male female governor, deputy male. Surely there is no reason why Meru County haiwezi kukuwa na mama akiwa governor na deputy wake akwe mwanaume. Lakini it's a good idea. But wache tuifanye progressive. Nimeona ukiwa passionate sana wakati ulikuwa council, ulikuwa na interact na watu at the ground level, na MCAs saizi wanapendekeza kwamba wapatiwe ward fund kama vile uko na CDF. Do you support that? I support it completely. I support it completely. Na ni MCAs ndio wa handle hiyo fund. Isikue under the governor. Itoke either vile yetu inatoka from the consolidated fund, yetu inatoka ikiwa direct from treasury, inaenda kwa parliament, ndio tuweze kupatiwa through the CDF committee. The same system inafaa itumike ya MCAs, ndio waweze kufanya hiyo kazi. Because otherwise ikiwa chini ya county government inakuwa ngumu kwa MCAs kutekeleza ile
wanatakiwa kutekeleza. But kukuwe na joint secretariat. Isikue kila ward iandike watu wao. Shauri wakianza kuandika watu itakuwa ngumu. So wakuwe na one person. Yes. 29 kulikuwa na BBI Meru mheshimiwa, na ni mkutano ambao uligeuka kwa kuwa like a political rally. Tulikuona pale, tulikuwa tuna expect maybe Rahim ndo atakuwa, sababu ndio host, MP ndo atakuwa maybe MC. Uliona huo mkutano gani? Mkutano ilikuwa mzuri. Kwa MC nilikuwa mgonjwa. Siku hiyo hata Friday ile tulikuwa naye mkutano Kemu, sikuweza kuhudhuria, shauri nilikuwa nimelazwa hospitali. Nikakaribisha tu watu, nikaenda Karen Hospital. Lakini BBI ilikuwa inapangwa na governors na kuna wenyewe wamepanga. So mimi hata mimi mwenyewe nilielikwa kuongea kwangu, lakini tuliagana na mheshimiwa Kanini Keka. Ile jambo ile haikufanyika vile tungefurahi. Ni wajumbe wa Meru wote wangeweza kusema jambo moja ama mbili. Lakini hapo niliita vice chair wetu mheshimiwa Kadhuri Muronge aongee, na Senator Mithika Linturi chairman pia aliongea. So lakini wajumbe wa Meru hawakuridhika. Shauri hawakupatiwa nafasi ya kuongea. Na tuliona wanasiasa wa Meru waligeuka, ikakuwa ni kama ni wanajibizana. Ikakuwa ni kama ni it's a political rally, si rally ya BBI. Yes, nilisikia walikosana. Hapo waliongea hiyo maneno ile waliongea. Haikuwa inafaa iongewe hiyo. Shauri ile tulikuja kuongea ni BBI. Na ni muhimu wananchi wajue ni kitu gani tumependekeza kama region. Lakini at the end of the day mambo ilienda vizuri. Sioni kama tunangojea tu ile mambo tumependekeza. Yusuf Haji na komiti yake ni namna gani wataingiza kwa BBI. Shauri sisi tumesema one shilling, one vote, one pass, one man, one vote, one shilling. Na mkisikia pastoralists wanasema one man, one vote, 1 kilometer. Yes. So sasa Yusuf Haji atafanya namna gani? Wataweka gani? Alafu mambo ya prime minister. Are we having an executive prime minister? Or are we having lame duck prime minister? Tunamweka prime minister ule president atamvuta wakati wowote. Hiyo ndio sasa hatujui vile wataileta. Lakini mapendekezo nafikiri ni hata kama prime minister atakuwako asikue two centers of power. Hiyo ndio kitu muhimu. Hatutaki mambo ya nusu mkeka tena ama choo ama nini. Na mheshimiwa, BBI imekuwa ikileta siasa sana, na ukiangalia kama saa hizi kuna mrango wa tangatanga kieleweke, especially in parliament. Hii BBI imekuja ni siasa za 2022, ni watu fulani tunatafutia viti, ama mko na interest ya wananchi at heart? Kitu ya kwanza, wakati tulipitisha katiba 2010, Rais Kibaki akiwa hapa Kidoru, mimi ndio nilikuwa nikiongoza mrengo wa yes. Hata mheshimiwa Murioki alikuwa no, mimi nilikuwa yes. Na wakati huo rais alikuwa ako Kibaki alisema 20% ya katiba haiko sawa. Na ndio tunataka kukiwa na hii BBI. Lakini vile BBI imejitokezea, imeshikwa na mrengo moja, inakaa kama ni siasa ya 2022. Kwa ukweli nafikiri komiti ya Yusuf Haji itafanya kazi yake na ijaribu kurekebisha ile 20% ile ilikuwa mbaya. Kila mtu lazima anajitafutia. Unajua wenye siasa ni wenye siasa after all. Ni political animal. So lazima ajitafutie. Na mheshimiwa, una support tuende referendum? Yes, lazima itabidi tuende referendum. Kama tukisema vile umesema mambo ya gender, kama governor ni mwanamume, deputy mwanamke, ama governor ni mwanamke, deputy, hiyo lazima tuende referendum. Na kama tutaongeza constituencies, lazima tuende referendum. Kama tutaongeza county, lazima tuende referendum.
So kuna jambo kidogo kidogo, kama tutaongeza pesa zile zinaenda kwa county from 15% minimum iende maybe 35 ama 45%, lazima tuende referendum. So ikuwe entrenched in the constitution. Mheshimiwa, kuna so many stalled projects ambazo national government zililaunchiwa hapo awali na mpaka wa leo hazijakuwa complete, na tunaenda tena 2022. Wewe ni MP wa North Imenti, uko na projects kama hizo na maybe unataka kunini aje mama? Ndio, kuna project ile ililaunchiwa ya Meru bypass. Juzi nimeipeleka bunge na Thursday nilijibiwa na waziri Macharia kwamba wamesema ni 97% imeisha Meru bypass, na by March mwaka hii itaisha. Lakini mwaka uliopita waliniambia itamalizika kabla ya December. Na wakati wananiambia 97%, nimewaambia mimi siamini, because kuna bridge hii iko Giantune haijaisha paka leo. Na serikali haina pesa ya kulipa contractor, shauri pesa yake imebaki. Barabara ya kwa Dhambe kuenda Irinda, hiyo paka wa leo nimewapigia kelele, hawajalima paka leo. Kuna barabara hii ya Tuskys kuenda juu kuenda Kadheri, ilianzishwa mbele ya miaka 2, 2017, miaka 3 sasa. Paka wa leo wamefanya only 10%, less than 10%. Na contract ni ya 1.8 billion inaenda Central Imenti, alafu itokee Kagoma iende Giaki, so irudie tena. Hiyo project ni kama imestall. Thursday engineer director general wa Kera amesema kwamba huyu contractor ameshindwa, so wanatafuta awapatie contractor mwingine ndio aweze kuendelea au wa cancel. So nimewaambia wasi cancel, because waki cancel itaanza procurement tena na pengine pesa itapotea. Ni kama pesa zilipotea za barabara ya kutoka Kianjori kwenda Gachiege Getebe kutoka Mwonyi. Mwaka wa 2015 hiyo tulikuwa na pesa ya 240 million. Wakati ilifanywa tenda ikapita, mtu wale alikuwa zaidi ya 300 million ya kuweka lami. So hiyo project imesimama. Kuna project zilikuwa za township roads 6 kilometers, ilikuwa na 240 million na ilikuwa inatakikana 400 million. Contractor akaanguka. So najaribu kutafuta pesa tena kutoka kwa rais na ministry, barabara za township 6 kilometers tupatiwe 420 million. Barabara ya hii ya Gashiege Old Nkobo Road ya Getebe kutoka Mwonyi, hiyo natafuta another 300 million. Alafu sasa tunangojea hii ya Meru dual carriageway. Hiyo ni mpya project, haijakuwa launched. Nimeongea na director general wa Kenha na tunatarajia Mungu akijalia mwaka hii tutaanza hiyo barabara. Ni ya karibu 5 billion. Projects zingine ni za maji, na maji ni devolved kwa county, lakini nimetafuta water plants. Pesa ndio hazipatikani ya kutosha. Hiyo ndio shida, serikali kwa saa hii imeji-over commit. So tunaangalia vile tutaweza, lakini wiki iliyopita Tanaathi wamekuja wamesurvey mali 2-3, wameleta contractors wafanye quotations. So hopefully itafanywa. So stall projects ndio ziko za dams zetu za Meru County, na tumewahi kufanya mkutano kwa CS Matiang'i tukiwa na waziri wengine. Kuna projects za transformer. Kwanza transformer tuko na shida sana North Imenti. Nimepeana list ya zaidi ya 56 transformers. Lakini paka wa saa hii nimepatiwa 6 peke yake. Na kila mwaka wananipatia 1 ama 2. Sasa sijui tutachukua miaka ngapi kumaliza hizo. Lakini nimeandikia waziri na nimeandikia hata PS. Na juzi wamepeana barua kwa REA. So nataka kuangalia na last mile pia KPLC. KPLC wamekuwa na shida shauri ya MD wao. So mi hapo nimejaribu mali ninaweza, mali yote. Ndio nimesema lazima nitafute kiti 2022 ndio hizo zile nimeziwacha nizimalize. Yes. Alafu bypass kuna mahali tumewachia pale Kaga iende Kiendero itokee barabara ya Maua.
Hiyo nimehakikishiwa na engineer. Kabla ya 2021 anatafuta pesa ndio aweze kutumalizia. Barabara ya Gatimene kuenda paka Ronogone tayari imekuwa advertised wiki iliyopita 83 million, na nimesikia mheshimiwa wa zamani Murioki amesema kwamba yeye ameleta, na yeye ndio alikuwa amezuia, hata alikuwa tulimuomba akate miti zake ndio barabara iweze kupimwa na stima ziwekwe. So tunataka kuangalia isiwachwe tu Ronogone kanisa, iteremka paka Kiendero. Yeah. Na mheshimiwa, tumeongea siasa sana, na tungetaka kujua mheshimiwa Rahim, hata kama hatujui chakula za Kihindi, ni nini anapenda kula? Nikisema ukweli, wakati nilioa nilikuwa kilo kidogo sana. Nilikuwa less than 65 kilos. So wakati nilioa bibi yangu mpishi ni mzuri sana. Leo wako kwa harusi, wameenda kwa harusi, ndio hawako nyumbani. Lakini hunipigia chakula vizuri mpaka nilifika sasa niko na kilo karibu 105. So mnaona nimeongeza kilo 40. Biriani, hata kari ananitengenezea kila kitu nzuri ile, na ikiwa na pilipili zaidi. Na wakati mheshimiwa yuko kwa siasa, afanyi CSR, achezi zile games, alituambia nini unapenda tu kufanya? Napenda kukaa na familia yangu. Shauri, naamini mtu akifanya siasa pia lazima achunge familia yake. Shauri, wenye siasa wengi wakati wanachaguliwa wanasahau familia yao. Wengi wanaenda kama wakiwa wamechaguliwa, kurudi nyumbani tena ni ngumu. Wanaenda wanawacha bibi. Kwanza kuna MCA nimeambiwa, sitamtaja jina, alichaguliwa akasema hataenda na bibi hule ako naye shauri, hawezi kuzungumza mbele ya watu, akatafuta bibi mwingine ndio aweze kuzungumza mbele ya watu. So mimi niko na bibi moja tu, na najaribu kukuwa na watu wangu most of the time. Wakati kuna harusi ninaenda, tunaenda pamoja na familia. Wakati tane wanatoka pia ninaenda. Na tunajaribu weekend, Jumapili hasa najaribu kudedicate to the family. Ndio tutoke nje, tuende kama ni nje kukula chakula. Na sio lazima ukule nyumbani kila siku. Okay. So, na mheshimiwa, maybe ungetaka kuambia watu wa Northimenti mwapangia nini? Vile ningetaka kusema ni wakati huu nataka kuangalia tumalize project ya shauri yako. Titles za shauri yako hatujapata. Majengo na mjini na salama, hiyo slums tuliwapatia title na rais. Ilikuwa miaka 50 hawalikuwa wamepata titles. So tunafanya mpango hiyo. Upande wa kwa ng'ombe nimepigana sana kutoka 2014 nikiingia, na tumeagana na regional commissioner tuangalie vile mzozo ya huko, na nimesema hata Mtharaka akiwa na title Northimenti ni sawa, lakini wacha watu ya Northimenti wale wana title waweze kuingia kwa shamba zao. So tumeagana na county commissioner na regional commissioner, na tulifanya mkutano, na nataka hiyo imalizike. Nataka kuangalia mahali yote, tunataka kusaidiana na county government na MCAs na governor. Barabara za A, B na C ndio za MP, na A, B na C ni lami peke yake. Hizo barabara za ndani ni za county government. Lakini tunaagana na mheshimiwa Toitumu, CC wa roads, tunawaandikianga barua kwamba hii ndio barabara tunataka kufanya. Naongea na MCA, kuna barabara wewe umeshindwa, kama hutafanya nipatie nikusaidie kuifanya. Tuko na pesa kidogo ya kera, ndio tusaidiane. Najua wakati huu barabara nyingi ziliharibika wakati wa mvua, lakini wiki hii tumepata tractor, ndio tumeanza kulima na tuweke maram. Ile ningeomba tu MCAs tufanye kazi pamoja. Shauri, mwenye kuchagua MCA ni mwenye kuchagua MP na mwenye kuchagua governor. Senators hawana budget, so hata senators wakiulizwa hakuna kitu wataweza kuwasaidia.
Women rep ako na budget kidogo yake ya kila constituency wanapata 7 million na wanafanya kazi yao ya GAF. Sisi tuko na ya barabara, tunaweza kuwasaidia MCS tufanye kazi pamoja. Kitu ingine ni kulobi, tukiwa na governor to lobby for hizo mabarabara kubwa, maji ikuje. Tunataka kufanya mpango ya vile nimewaambia transformers na stima. Stima tuna shida North Imenti, maji tuna shida pia, na kuna projects kadhaa nimeomba karibu 50 na 30 million kama ya Ntakira, ya ingine ya Ndimbiri water project, ya Igoki water project, natarajia pesa zikuje. So at the end of the day nataka kuangalia mahali tutafika. Mambo ya kansa ndio nataka kuangalia pia. Nilijenga hospitali ya kansa hapa Meru Hospice, ni mimi nilijenga. So tunataka kuangalia vile tutafanya hiyo kitu. Na mheshimiwa, ningetaka sababu umekaa Meru miaka mingi, tukimalizia ungeka Kimeru kadogo tu kwa Meru. Mimi kawaida huongea Kimeru na wale wa mama wazee, wale wakongwe, wale hawezi kufika, lakini ile ningesema ni watu wetu waweke dheri. Wasikue wanachamka, unajua siasa ni siasa. Leo niko, kesho siko. So kwenda kuga anto ba Meru na banto ba siasa watige kurumana na waeke dheri. Otagerira wero TV nkatho cia mwanya kiri kwithirwo otegete mubango ja gikaro ugorobo na arwe tukari na mheshimiwa Rahim Daud ura ni mbunge wa Imenti North constituency ama rito mbeta wa Karimbi County rara bwega.